Movie yetu inaanza, mshikaji anamfukuza mpenzi wake nyumbani kwake. Toka kuanzia leo mimi na wewe basi. Mwanamke aliomba msamaha siku hiyo, lakini ilishindikana. Ghafla anatokea jamaa, anamkuta binti pale na kumuuliza nini shida. Binti ikabidi aelezee. Mpenzi wangu ana tabia za wizi. Pale nilipojaribu kumwambia aache tabia yake, ndo kachukua maamuzi ya kunifukuza. Basi jamaa akasema usijali, twende nyumbani kwangu kakae siku 2-3, ukiwapata ndugu zako utaondoka. Basi kabinti kalishukuru sana, kisha wakaongozana. Huyu binti anaitwa Pendo na huyu mshikaji anaitwa Kevi. Basi walifika nyumbani kwa Kevi. Kevi alikuwa anaishi maisha magumu kinoma. Kula kwenyewe ilikuwa kwa tabu. Basi mshikaji aliandaa diko pale chapu ili mtoto mzuri apate kula. Baada ya kula ikabidi watambuane. Mshikaji akawa anamuuliza binti maswali 2-3 ili amjue zaidi. Basi binti akaanza kumsimulia jamaa. Mpenzi wangu tulifahamiana Facebook, mimi nakaa nje za nchi. Huku Bongo nilikuja kwa ajili yake, lakini ona alichonifanyia. Basi mshikaji alimpampa pole pale, maisha yakaendelea. Baadaye kidogo tunamuona Kevi yuko na mshikaji wake, wanapiga story. Akamsimulia tukio ambalo limemtokea. Basi mshikaji wake akaanza kumshauri, "Oi mwanangu, hilo ni zali. Mtoto anakaa nje ya nchi, alafu nataka umwache hivi hivi. Hiyo ni bahati yako mwanangu. Hebu fikiria. Amekuwa mpenzi wako, mmeingia kwenye mahusiano yani ile serious. Si mwanangu utaenda abroad na wewe mshikaji wangu unakoma wapi?" Basi Kevi aliuchukua ushauri kama ulivyo. Usiku ulipofika, Kevi akaona isiwe tabu akiufanyia kazi ushauri wa rafiki yake. Basi walinyumbulika pale, asubuhi kukacha. Kila mtu anaonekana na kauchovu fulani, ila wanaonekana wameshaingia kwenye penzi moja zito sana. Baadaye mida fulani, Kevi na Angel wanaonekana wako misele. Ghafla akakutana na ex wa Angel. Basi ex wa Angel akaanza kuomba msamaha pale. "Baby, naomba unisamehe. Najua nilikukosea." Angel akasema, "Mimi siwezi kukusamehe abadani Aslan." Ex akatia tena neno, "Ona nimekuja kuomba msamaha, nimekununulia na gari kwa ajili ya kuomba msamaha tu." Angel akajibu, "Kisa umekuja na kigaligali chako, unahisi labda sisi tunakupapatikia. Hamna, siwezi kukusamehe." Wanavyobishana pale, Kevi akaona amekaa kinyonge sana, akaamua kutia neno, "We jamaa, embu ondoka, hatuna shobo na vihela vyako na kuja na vigali hapa, embu niachie mpenzi wangu." Pale ghafla tunashangaa Angel anamuuliza Kevi, "Umesemaje hapo? Umesema mimi ni mpenzi wako? Kiza tu umenihifadhi siku 2-3 unaanza kusema mimi mpenzi wako?" Pale akamwambia ex wake, "Bwana, huyu sio mpenzi wangu, alinihifadhi mimi siku 2-3. Alafu akamuuliza Kevi, ungekuwa wewe mtu anakuja kuomba msamaha na gari ungekataa? Wewe kuweza?" Basi wakaondoka zao. Mshikaji walimwacha na maumivu makali kinoma. Akati mshikaji yupo road anarudi zake home, anakutana tena wapenzi wanagombana, wanafukuzana. Mshikaji akaamua azibe tu sura. Akasema, "Wewe mami, mbona utanitoa roho jamani? Hebu niacheni." Basi story yetu inaishia hapa. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Jamani, hakikisheni mna comment. Msimuliaji wako naitwa Baba TZ.